Mnafurahi? Your Excellency, wakati nilikuwa nakaa hapa hiyo mtandao nimeona yuko jamaa anaitwa Kogi. Tena alikuwa senator, sasa ameenda kwa governor. Sasa tunashindwa, kwani mtu anachipama si viti mbili? Na huyo anaitwa Kogi ametupeleka kotini tusimamize pesa yenu. Sasa anakuja kuomba kiti ya governor. Kweli inawezekana? Situmwambia ashindwe. Na tunataka kuambia hawa watu wanapita hiyo njia wajue kura siko Nairobi. Kura siko wapi? Siko Kiambu. Wapitie tu yote ya Nairobi na wapeleke pesa mahali wanapeleka, lakini wangesaidika wangekuja kama hapa wajue mahali kura za Kiambu ziko. Kwa hivyo tunamwambia hiyo makesi yote ametuwekea kotini. Huyo mtu anapewa atitikiti leo. Hiyo kesi zote ameweka kotini, asitoe na ajue alikuwa na pinga Wamatangi asifanye kazi, ajenge ECD hapa ati anataka kuchukua samba. Na ngaba najua ile kitu inafanyika hivyo, unajua hawa tunuane jamaa ulikataza mambo ya masamba hapa kuiba. Sasa anapita hiyo njia, anasema sijiwa kuna chama. Sisi hatutachagua chama, tutachagua yule mtu anafanya kazi. Toi wila ndia. Si tutachagua yule mtu anafanya kazi. Sasa huyu gavana wakati akuja na kitabu yake, si atamuonesha ile kitu amefanya. Sasa huyo hata ajui mipaka ya Kiambu mahali iko, ati anakuja kuomba kazi ya gavana shwari. Hiyo ni kweli? Si anatudhurumu? Vile tumefanya kazi kubwa, tumefanya kazi mzuri, huyu gavana akiwa waine Kiambu, ati ndio tumejua mwalimu wa ICD anaweza kuwa na kashati ya uniform kwa watoto, hata watoto wanamheshimu. Si ndio? Kwa hivyo tunasema wale wameenda Nairobi waende ni sawa, lakini tunamuomba mahali wanaenda kwa hiyo chama aambiwe kwanza atoe ile makesi ameweka kotini kwa kusema mambo ya Kiambu isimame. Sio ni mzuri? Huyu gavana amekuta hapa tukichukua 2.9 billion wakati hatungejenga hata class moja. Gavana hajaongeza kitu. Mimi nikiwa deputy speaker wa county hatujaongeza kitu hata moja, hata singine tunapunguza. Na tumepata 5.4 billion na hakuna kitu wamefanya ingine. Hii pesa yote mnaona mnapata silikuwa zinaenda kwa mfuko ya mtu. Si ndio? Si gavana walikuwa wengine. Mbona hawakujenga hata darasa moja ndio tukuje tuongezee? Sasa ile kitu wanafanya, sasa wameanza kusunguka hivi, wanasunguka hivi, lakini waambiwe tunawangojea wapi? Kwa debe. Si ndio hiyo? Tunawangojea kwa debe. Na sasa kwa sababu gavana anafanya kazi na roho safi na roho mzuri, ndio tunasema kazi ndio hiyo, roho ndio hiyo. Na nyinyi walimu wa ICD kwa sababu unajua hiyo kitu, wacha tufundishe watoto wa ICD. Wakiingia kwa darasa wanaimba roho ndio hiyo na kazi ndio hii. Tumesikizana hiyo? Si ni wimbo mzuri? Hata wewe unafunza hao watoto na roho safi. Kwa hivyo tuwafunze kutoka Jumatatu wakiingia kwa shule, roho ndio hiyo, kazi ndio hiyo. Thank you very much. Lakini tumeagana mtakuwa Wamatangi Defense Force. Ni kweli? Hebu tuoneze kwa mkono wale Wamatangi Defense Force. Asanteni sana na Mungu awabariki. Yes, before you leave, I want to clarify something. I was just confirming you are doing your job in the County Assembly of Kiambu by defending different groups of people in the society. And that's why you defended Taisako. I did not say ulikuwa unawatetea. It is you are doing your job. You are defending them. Thank you. Thank you very much. Thank you. After the promotion of teachers, in the 2026-2027 budget, do you know what the governor has decided he's going to do? Do I tell you or he tells you? Niwape moshene. Anataka akiingia second term kuwapeleka benchmarking Mayu. Unajua Mayu ni wapi? So he is starting, so that we don't say Kiambu is the best, you are going to be sponsored to US, to Canada. So at the end of the day, it is not, atusemangi vitu for the sake of politics, sawa sawa. So for those who are outsmarting in classes, like now training learners up to the national levels, we are going to be picking those ones. Sawa sawa. So you must be exceeding expectations for you to be sent to US to represent the county government of Kiambu. And now that I had only told him that you are 1,600 teachers, both the county teachers and the BOM teachers, and
Today, as it stands, you are in excess of 1,600. Do you know who is catering for the excess? Do you know who is catering for the excess? You can guess who the person is. What is the name of the governor of the county government of Kiambu? So what do we tell him? Round your ear. And he says he cannot come here at the stage if you don't stand and sing for him the best song that will move him to the stage. So I'm Kenny so that he can move to the stage. DJ. DJ, give us that song as His Excellency moves on stage kindly. Nipe mkono juu. Nipe makofi ya juu. Wapi shangwe na vigelegele for His Excellency. Nipe makofi ya juu. Tuangalie twende. Sifa ni sifa. Wapi shangwe na vigelegele. Haya, turuke kidogo, ruka kidogo. Kazi ndio hiyo. Asante, asante. Tukae chini. Asante. Asanteni sana. Walimu hoye. Walimu hoye. Tusalimiane hivi kwa salamu zake Mwenyezi Mungu. Ayayayaya. Yaani hivyo ndivyo mko maridadi leo. Ndio mko smart. Unajua nikiwa hapo chini sikuwa ninawaona vizuri. Mko hivyo? Kwani mlikuwa mmepangaje siku ya leo? Sasa tukiwa wengi hivi leo nitauliza swali baadaye. Nataka kujua kama watu wanasoma na kuenda nyumbani ama wanasoma na kulala Thika. Watu wanasoma na kwenda nyumbani ama wanalala hapa. Yo. Sasa uzuri nimeona usipidi hapa nje. Nitamuongelesha, nimwambie aongeze security mahali mnakaa. Mkiwa hivyo mnaweza kuibiwa. Single detail and commitment is done, and waziri, that one you've done well. Amekuwa nakuja kwangu kila siku. This mpango alikuja kwangu na bill mrefu hivi, sitaitaja. Sasa mimi nikaangalia bill nikamwambia, wewe waziri, unajua vile tulivyo saa hizi ndio tunaenda kufunga mwaka. Na sasa wewe umekuja na bill, akafungwa page 1, page 2, page 3. Vile nimefika hapa akaniambia kwanza, before you enter there, ujue leo tena tumeongezeka, we are over 2,000. Sasa nikashika mfuko, nilikuwa nimepanga ile alisema ya zamani, nikasema haidhuru, if it is those same good people ambaye wametupatia honors, basi tutaendelea namna hiyo. Nataka pia na nyinyi walimu wetu niwaambie ya kwamba the work you have done is exceptional. Amongst the request yenye waziri alileta kwangu, alituuliza hiyo ambaye tumemalizia naye hapa, and I'll go to them one by one ndio tusikizane. Number 1,
as an administration we have committed ya kwamba lazima tutabadilisha hali ya kufanya kazi yenu mahali mnafanya kazi walimu, na kutoka hapa kwenda mbele msiwe na wasiwasi. Ya mwanzo ni haya yenye waziri ameuliza hapa, mambo ya masomo haya. Mnakumbuka mimi nilisema twice wakati tulikutana na nyinyi, nikasema we shall ensure now that we have given the best possible learning conditions for our children, we are not going to leave our teachers behind. Leo ni kionjo. Hapa MKU tumekuja kusurvey ground vile tutakuwa tunakaa tukikuja hapa. Tuko pamoja jameni? Hii siku 3 ni kupiga macho tujue students wanakaanga wapi, mjue language ya hapa, mjue style zingine, kwa vile hii ndio itakuwa kikao yetu kutoka hapa kwenda mbele in batches as we have said. And we keep our word. We keep our word. I want to appreciate the chair of the council. Amesema ya kwamba wataketi, wataangalia vile wanaweza kutupatia hizo scholarships za hao watu watatu. We say thank you. It is our commitment, it's my commitment, that the words I spoke pale headquarters will come true during this first regime, these first 5 years of our administration. Kwa vile tuko kwa wakati wa kutengeneza supplementary budget saa hizi, I will ensure that wakati tunapitisha hiyo supplementary budget, I will ensure that we have put in there the starting amount of 20 million ya kusomesha walimu, ndio tutaanza naye kwa hii mhula. And then we shall recruit walimu kutoka every sub-county such that we do not have a disparity ni nani ataenda nani hataenda. You give us the costing MKU, and us, we will allocate that first 20 million to let the first batch hapa wasome na pesa yetu kabla June ama wakati June inafika. The other year we shall increase now that allocation such that we have a transition all the time tukiwa tunalete walimu wetu hapa kusoma. Yeyote ambaye anataka kusoma, we shall ensure ya kwamba tumekulipia, umekuja, umesoma hapa, utoke hapa na diploma yako na degree yako ikiwezekana. Na mjue niliwaambia kwamba masomo, ukisoma hiyo masomo, it does not condemn you. Ati ukue kazi yako ni kukaa tu pale kwa darasa. Ukimaliza hayo masomo, that can be a ladder for you even to go anywhere elsewhere. Mwalimu akiretire, ukifikisha ile miaka yako na uko na masomo ingine, wewe sasa utakuwa nahodha huko kwa area yako mahali umetoka, kwa vile hata wengine wanaweza kukuja kwako na uwasomeshe na uwapange kulingana na ile masomo umepata. Ya pili, sasa mmesikia hiyo swali ambayo ilikuwa imeulizwa, what is it that we have planned for our teachers as far as promotions, which means an increment in better pay for a better living standard. Waziri alikuja akanikuta tena akiwa amebeba barua, ameandika majina na toto na nini, a total of 1064 teachers. Akasema hao wote wanahitaji promotion. The previous year I had already promoted about 770 doctors. Sasa nikasema kama walimu wametupeleka hii safari, tutakosaje kukubaliana? So I took ile karatasi, nikachukua kalamu yangu, nikaweka kidole. As it is now, the promotion of the teachers is in the County Public Service Board. Kwa hivyo sasa tena majaliwa ya Mwenyezi Mungu, wakati board inaketi, because our board kuna wengi walikuwa wanatoka, term yao ilikuwa imeisha, wana constitute tena in about a month's time. Sasa watatoa hiyo barua na watoe majina, so you are promoted from the desk of the governor. Msiulize kama mko promoted. Na hiyo ni kusema pesa inaenda juu. Sasa ya mwisho kwa mambo yetu ya welfare ni ile yenye mnajua mimi niliwaambia, na nimefurahishwa sana na hizi groups zenye wameongea hapa, our sponsors, because
Nasikia wengi wamewashikilia, wanapangia mambo yenu ya vile your savings, the circles and so on. But also we must do something more ourselves. We must do something ourselves. Because mnakumbuka, sijui kama mnakumbuka vile niliwaambia siku ile tulikuwa naongea pale kwa county headquarters. Most responsible institutions also have an internal framework for ensuring ya kwamba at a certain grade, at least to a certain grade, an employee can access a fair facility ya kumsaidia, ndio hata kama ni kaloni yako wewe unataka, from where you work you can be able to get it. If it is access to funds at a lower interest rate, you can be able to get it. Sisi kama executive tuliketi na tumepanga, so a CEC now in the county government of Kiambu, a chief officer, a director can be able to access a fund yenye tumeweka, and we are crediting it today. Tutashukisha hiyo ngazi ndio tuhakikisha kwamba even other cadres ya wafanyi kazi wetu, you can be able kutafuta ka building loan at a lowered rate, because mtu ya Taisako, as much as we appreciate, na wengine na CPF tunachukuanga wakati tumeenda nyumbani, interest yake itakuwa juu, ya county iko chini kidogo. Because if you look at kama wabunge, ukiuliza mbunge akichukua kaloni yake interest inakuanga 3%. Kule kwa Taisako ni ngapi? Ama kwa bank si ziko juu kidogo? Yes. So that's what I'm saying, that is also a consideration that I said we are going to look at to see as we move on, vile tutaweza kuhakikisha kwamba na nyinyi muko na access ya hiyo facility. Nataka nimalize kwa kuwashukuru sana kwa hizi madarasa zenye mnaona tumesoma, na sijui kama mliangalia madarasa zenye tumejenga. Sijui kama mmeangalia last week, Deputy Speaker, mmesahau kusema mkiwa na